ina haki ya kulipwa, na lau kama watu wake hawatamlipia, basi mbele ya Mungu ataulizwa. Hii ni deni, atakwenda kuulizwa mbele ya Mungu. Sasa hapa katika ndugu yetu, ikiwa huyu bwana mfano alikufa katika ugonjwa hakupona, hakuna deni ambayo inadaiwa. Lakini je, aliwahi kupona? Hata akangoja akasema wacha nisubiri kidogo nipumzike, alafu ndio baadaye nitaanza kulipa. Alipona ndugu yangu? Haijulikani. Sasa katika hali kama hii ninyi mtaendelea kumtolea sadaka na hakuna chochote ambacho mtaweza kufanya, pamoja na kwamba wanazuoni wanasema mtabahatisha tu, mnaweza mkaanza kumfungia kwa sababu ilikuwa haijulikani. Hakuna chochote ambacho sisi tunaweza kufanya. Kwa Mwenyezi Mungu aliposema rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, Mwenyezi Mungu usituadhibu ikiwa tutafanya mambo kwa kusahau, hatujui ni kitu gani, tumeshasahau au tumefanya mambo kimakosa bila kujulikana kama ni makosa. Tuendelee kumfanyia mema mengine ya kumwombea dua, ya kumtolea sadaqatun jariya, tumchimbie kisima, tuwasomeshe mayatima, tuwalishe wajane, tumuombee istighfar kila wakati, tumtaje katika dua zetu. Na ikiwa mfano wewe ushakwenda haji, nenda ukamfanyie haji. Ushafanya umra, nenda ukamfanyie umra. Sawa? Madamu wewe umeshafanya na uwezo unao, nenda ukamfanyie ili zawadi kubwa tukumpatie. Na swali la mwisho. Naam. Naam. Yeah. Yeah. So which one is better? Okay, we get to swali nzuri sana. It's not only the last 10 days of Ramadan, it's the whole of Ramadan. Ndugu yetu anauliza swali kwamba nini hukumu ya mtu kuswali tarawih hasatan katika 10 ya mwisho Ramadhani, alafu akaacha kuswali witri ili aweze kuamka usiku wa manane kwa sababu nitakufanya tahajjud. Witri ataiswali mwisho. Kuna hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ij'alu akhiru salatakum witr, sallallahu alayhi wasallam, ifanyeni swala yenu ya mwisho iwe ni witri. Maana yake witri ndio inafaa kuwa mwisho katika swala zote. Sasa hii ndugu zangu, watu wengi wanakosea hapa. Hata wakati huu kabla ya 10 ya mwisho haijafika, unakuta kuna mtu anaswali raka 8 kwa sababu anamwacha imamu katika witri, kwa sababu yeye tena anataka kuamka usiku wa manane kuswali tahajjud na anataka witri yake iwe ni mwisho. Sasa hapa raka 8 zake ataandikiwa na ile time aliyoamka usiku pia ataandikiwa sababu yake. Mwenyezi Mungu hatumdhulumu. Wama rabbuka bidhallamin lil abid, Mungu hamdhulumu mja wake, lakini atakuwa ameacha kitu cha thamani. Wanasema baadhi ya wanazuoni kama alivyotaja Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, anasema yule aliyosimama pamoja na imam katika swala tarawih pamoja na witri ana thawabu zaidi kuliko yule ambaye atakayeamka usiku manane tena kuswali akamwacha imam katika witri, kwa sababu huyo aliyoswali pamoja na witri pamoja na imam ameandikiwa kwamba usiku kucha alikuwa amesimama akiswali, kulingana na hadithi ya Mtume, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kisha katika riwaya nyingine Mtume anasema innahu man qama al-imam hatta yansarifu kutiba lahu qiyamu layla, mtu yoyote atakayesimama pamoja na imam katika swala tarawih pamoja na witri ataandikiwa kwamba usiku kucha alikuwa amesimama akifanya ibada. Sasa huyu bwana ameacha kitu cha thamani, fursa adhim hapa. Raka 8 yake na usiku ambao atakayeamka ile time ambayo ameamka, hiyo ataandikiwa thawabu yake. Lakini huyu aliyoswali pamoja na imam pamoja na witri ana thawabu zaidi na ujira zaidi kuliko. Sasa swali linakuja ndugu yangu, ambaye ndugu yangu anauliza, je, inawezekana mtu akaswali swala ya tarawih pamoja na witri alafu tena ukaamka usiku wa manane kuswali? Naam, inawezekana. Kwa hadithi ya Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar, Mtume alikuwa amemuoa dada yake anaitwa Hafsa. Kwa hivyo alikuwa akiingia kwa chumba cha Mtume cha dada yake Hafsa. Abdullah ibn Umar anasema katika zile masiku 3 ambayo Mtume aliwaswalisha masahaba tarawih pamoja na witri, Abdullah ibn Umar anasema nikamuona tena Mtume ameamka usiku wa manane akaswali raka 2. Maana yake unaruhusiwa kuswali baada ya witri, lakini usirudie witri mara ya pili. Kuna hadithi Muhammad anasema, ambaye hadithi hii ni sahihi, Mtume anasema la witrani fi layla, hakuna witri mbili katika usiku mmoja, witri ni moja tu kwa mtu mmoja. Maana sasa wewe katika 10 ya mwisho, kama ndugu yetu anavyouliza, swali pamoja na imam pamoja na witri usiku wa manane, simama tena swali tahajjud raka 2 2,
lakini usirudie witri mara ya pili. Utakuwa ni sawasawa na mtu anapiga ndege wawili kwa jiwe moja. Sasa leo unakuta kuna baadhi ya watu, kama ndugu yangu alivyouliza, ambaye ni swali muhimu, kuna misikiti mingine katika 10 ya mwisho hawaswali tarawih, wanangojea tahajjud, na hii ni makosa. Wamesema wanazuoni kwamba hii ni makosa, kwa sababu tarawih sio tahajjud, pamoja na kwamba ni katika qiyamul layl. Tarawih haipatikani ila ndani ya Ramadhani, na Mtume aliiswali baada ya Isha. Hata masahaba waliendeleza hivyo hivyo baada ya Isha. Na kuna baadhi ya misikiti wanaswali katika 10 ya mwisho rakaa 8 tu, witri hawaswali. Ikifika time ya witri wanazima taa, wanaambia watu endeni, tutarudi hapa saa 4 usiku kuswali tahajjud. Hapo wanasema wanazuoni kuna makosa mawili. Kosa la kwanza, kwa nini tunawakosesha watu khairi? Ndugu zangu, si kila mtu ambaye anaweza kuamka usiku wa manane. Kuna watu wazee, kuna watu wagonjwa, kuna watu ambao ni taabani, hali zao hawawezi kuamka usiku wa manane. Ikiwa wewe imamu hauwezi kuwaswalisha watu tarawih pamoja na witri, mwachie mtu mwingine waswalishe watu, wasikose hii fadhila. Sasa mnawakosesha watu kwa sababu eti tunataka kuamka tena usiku wa manane, ambapo hii ni hiari ya mtu. Pili, kwa nini tunahatarisha ndugu yangu? Swala ya tarawih pamoja na witri iko mkononi hapa, tuichukue hii. Utaandikiwa usiku kucha ulikuwa unafanyika. Chukua hii. Mambo ya usiku wa manane hatujui nini ambayo itatokea huko. Na lao itapatikana nafasi tutaswali tena, hatutarudia witri mara pili. Lakini usiaminishe kiasi hicho. Hii uko naye, chukua. Chakula uko naye mkononi kwenye sahani ndugu yangu, sinia ya pilau, kula. Usiseme bwana mimi nitakula baadaye. Hujui mambo ya baadaye itatokea nini. Labda baadaye saa 8 za usiku ikatokea mvua ukashindwa kuja msikitini, ikatokea hofu wewe mwenyewe ukawa mgonjwa ama ukafa, ama ikatangazwa corona, misikiti yote ikafungwa.